Karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu fedha. Mahali ambapo hatuzungumzii pesa tu, bali tunazungumzia maamuzi yanayojenga au yanayobomoa maisha yetu. Leo nataka nikuulize swali. Kwa nini kuna watu wanaamka saa 11 alfajiri, wanarudi nyumbani usiku, wanafanya kazi 2 hadi 3, lakini mwisho wa mwezi bado wanajiuliza, fedha zimeenda wapi? Je, tatizo ni mshahara mdogo au kuna ukweli mwingine ambao wengine hatujauona? Hebu tusafiri pamoja katika stori hii. Juma ni mhasibu katika kampuni moja. Ana mshahara mzuri ukilinganisha na watu wengine anaowafahamu. Mbali na kazi yake ofisini, hufanya pia kazi ya ushauri wa hesabu kila weekend. Kwa nje, kila mtu aliamini Juma anaendelea vizuri. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa akibeba swali moja kila mwisho wa mwezi. Kwa nini sifiki popote? Alikuwa analipa kodi, analipa mkopo wa simu, analipia mkopo wa gari, analipa usajili wa huduma mbalimbali na anasaidia ndugu pia. Wakati mwingine alikuwa ananunua vitu ambavyo mara nyingi havikuhitajika sana. Na kila alipoongezewa mshahara, maisha yake yaliongezeka kwa gharama zaidi kuliko maendeleo yake. Siku moja alikwenda benki kumwona Joyce. Hakufuata mkopo wala hakufuata huduma mpya. Alifuata jibu. Joyce akamuuliza kwa utulivu, Juma, umewahi kukaa chini ukaamua fedha zako zifanye kazi gani kabla hajafika? Juma akanyamaza. Kwa mara ya kwanza aligundua, alikuwa akifanya mpango wa kutumia fedha, lakini hakuwa akifanya mpango wa kujenga maisha. Ukweli uliojificha ni huu. Hapa ndipo watu wengi hukosea. Tunafundishwa kutafuta kazi, tunafundishwa kuongeza kipato, lakini mara chache tunafundishwa kujenga mfumo wa kufanya maamuzi ya kifedha. Watu wengi hawakosi pesa, ila wanapoteza pesa kwa maamuzi madogo madogo yanayojirudia kila siku. Fedha hazipotei kwa matumizi makubwa pekee. Hapana, mara nyingi hupotea kwenye matumizi madogo madogo yasiyo na mpango. Ukweli ni huu. Leo tunaishi katika dunia ambayo kutumia fedha ni rahisi kuliko wakati mwingine wowote. Unaweza kununua kwa kubonyeza simu, unaweza kukopa ndani ya dakika chache, unaweza kulipia huduma nyingine bila hata kuhisi kiasi kinachokatwa kila mwezi. Teknolojia inarahisisha sana matumizi, lakini haijarahisisha nidhamu. Ndiyo maana watu wengi wanaongeza kipato, lakini hawapunguzi msongo wa mawazo kuhusu fedha. Hidden Gold Challenge. Kwa siku 7 zijazo, usibadilishe matumizi yako. Badala yake, andika kila shilingi unayotumia. Hata kama ni kiasi kidogo, usihukumu matumizi hayo, yatazame tu. Mwisho wa wiki utakuwa umeanza kuona mfumo ambao hujawahi kuona. Tatizo la kifedha halianzi pale unapopata mshahara mdogo. Mara nyingi huanza pale unapofanya maamuzi bila mfumo. Mimi ni Ada Eligo, asante kwa kuwa nami katika ukweli uliojificha kuhusu fedha. Lakini ngoja nikuache na swali moja. Je, kweli tunatumia fedha kwa sababu tunazihitaji au mara nyingi tunazitumia ili kuonekana tu? Hilo ndilo nitakalokufundisha katika episodi ya 2. Kwa nini tunatumia fedha kununua heshima? Usikose kila Jumanne kufuatilia episodi hii.